Kuna habari za michezo na burudani, tutaangazia michezo mbalimbali, taarifa mbalimbali pia zikiwemo hapa nyumbani na huko majuu. Kubwa zaidi, tungane kwa takriban dakika chache hizi tufahamishane yale ambayo yamejiri katika nyanja mbalimbali za kimichezo. Langu jina Ali Swale. Tuanze na habari za michezo za kitaifa. Kocha mkuu wa Simba Sport Club Davis ameweza kuzungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho Afrika utakaopigwa siku ya Jumatano ya Aprili 2 mwaka 2025 dhidi ya Al Masry nchini Misri. Kwa upande mwingine, Fado amesema kikosi chake mwanzoni mwa msimu hakikuwa na wachezaji wenye uzoefu mkubwa kwenye michuano ya kimataifa, lakini kulingana na wapinzani waliokutana nao iliwasaidia kuongeza kujiamini. Huyo hapa kocha wa Simba Paul Davis akizungumzia maandalizi hayo. Kwenye hatua ya awali tulipewa wapinzani wagumu. Al Ahli Tripoli kilikuwa ni kipimo kigumu kwa sababu tulikuwa bado hatupo vizuri kimwili na kiakili kutokana na upya wa benchi la ufundi na wachezaji, lakini tulifanikiwa kupata sare ugenini. Na mchezo huo ulinisaidia kupata taarifa nyingi kutoka kwa wachezaji wangu na hata timu pinzani pia kuelekea mchezo wa marudiano ambao tuliweza kucheza vizuri na kupata ushindi mbele ya mashabiki wetu. Mchezo dhidi ya Al Ahli Tripoli ulitusaidia sana kuwajenga wachezaji wangu na kutambua aina wapinzani tutakaokutana nao kwenye mashindano ya CAF, kwa sababu hata tulivyoingia hatua ya makundi tulikutana na wapinzani wagumu pia. Kwa hiyo michezo hii yote ilifanya timu yangu kuendelea kuwa bora siku hadi siku. Pia kumaliza juu ya msimamo wa kundi ni moja ya mafanikio kutokana na uchanga wa kikosi changu na aina wapinzani wetu. Qualifying top of the group was a huge achievement for normally for Simba Sports Club it's a normal achievement, but for our group, for the context of a new team, young players, yes, of course. If I look back on that time, and probably at that time at Orlando Pirates we were... Tukitazama habari nyingine, kikosi cha Taifa Stars kinaendelea kujifua jijini Tanga kuelekea mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco. Kutoka kwa kocha Hemed Morocco, ameweza kuelezea jinsi alivyoridhishwa na hali ya kambi, akifurahia pia mazingira na pia ameweza kuelezea matarajio yake kuelekea mchezo huo, akisema kwa sasa tuko vizuri, tunaweza kupata matokeo. Anasema bahati nzuri tulishakutana nao mara nyingi. Ni maneno ya Hemed Morocco. Hebu tumsikilize hapa kocha huyo wa Taifa Stars. Of course kuna wachezaji bado tunasubiri wasili, lakini wale ambao wamekuwa hapa naona kila mmoja na interest ya kutaka kuonekana anafanya vizuri. Tumeanza vizuri shortly na naamini kwamba kwa hii area ambayo ipo hapa tuna matarajio makubwa kufanya kitu kizuri katika mechi yetu ambayo inafuata. Of course tunajua tunaenda kukutana na timu ngumu, lakini bahati nzuri tushakutana nayo mara nyingi. Kwa hivyo nafikiri tumekuwa na uzoefu kiasi fulani wa kucheza na wao, lakini jambo linalofurahisha kwamba timu yetu ina progress kila baada ya mechi. Unaona tunazidi kwa, nafikiri wachezaji wetu sasa wamekuwa wanajiamini kwa kucheza mechi ngumu. Haitakuwa rahisi, lakini nafikiri tulikuwa na mipango madhubuti, tunaenda kupambana nao na naamini kwamba kwa sasa tuko vizuri, tunaweza tukapata matokeo. Mimi naamini wanatusupport vizuri na waendelee kutusupport kama ambavyo wamefanya mechi zilizopita. Wanatupa nguvu na nafikiri wametuamini kwa hilo, na sisi tunahitaji kujiaminisha. Tutaenda kupambana na kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba wanapata Tanzania kile ambacho wana deserve kupata. Sakata la kuahirishwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba ilikuwa ichezwe Machi 8 mwaka 2025 limechukua sura mpya. Awali swala hili lionekana kama masihara, lakini sasa linaonekana kuingia katika hatua nzito, kwani taarifa zinaeleza kwamba tayari Yanga wameweza kuwasilisha rasmi kesi hiyo katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS jijini Uswizi baada ya kutoridhishwa na majibu ya bodi ya ligi kuu Tanzania na TFF. Kupitia kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Nguto, amesema tayari wamejibu barua ya Yanga na hawana mamlaka ya kuwazuia kwenda CAS, lakini kama wameenda CAS kwa kipindi hiki ambapo hawajasema kuwa hilo swala limeamriwa vipi, itakuwa ni kitu cha kuchekesha, akisisitiza kuwa maamuzi ya mwisho ya bodi bado hayajatolewa, akiamini kuwa suluhu inaweza kupatikana kupitia vikao vya ndani. Ameeleza kuwa busara na hekima zinapaswa kutumika ili kila upande uridhike badala ya kupeleka swala hilo
nje ya nchi. Uwezo ukakurupuka ukaja ukasema hiki kwa ina utaratibu wake. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunasema kwamba hekima na busara ni lazima zitumike. Sheria, kanuni ipo kweli, lakini lazima pia utumie hekima na busara. Sasa huyo asiyetaka kutumia hekima au busara, kusema kweli huyo hayuko all out kutatua hili tatizo. Nia yake ni ku create commotion ambayo haitakuwa na maana yoyote. Hebu niambie kama leo hivi nani hii unasema kwamba huyo labda zinaombeana hizi timu, mmoja ashushwe daraja, and then napata faida gani? Kasi kuizungumza tu, kasi ni rahisi, lakini kasi ina taratibu zake. Lakini kwa sababu wenzetu walishawahi kwenda kasi kwa swala la Morrison, sina shaka wanajua hizo taratibu na watazipitia hizo taratibu na nini. Kwa hiyo kama wanaenda kasi, huwezi kumkataza mtu. Kubwa sisi ni kuja kujibu kama tutaitwa na kasi, kwenda kujibu. Na tunayo na wakati huo kama wakati tumeshafanya maamuzi yetu, tutapeleka maamuzi yetu kwamba hii ilikuwa ni hivi. Lakini kama wanaenda kazi sasa hivi ambapo hatujasema kwamba hii imeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu kichekesho. Napo jana kulikuwa kuna mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga Princess dhidi ya Simba Queens, ambapo Yanga Princess alifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao pekee lilifungwa na Jania Mukandayisenga mnamo dakika ya 49. Miongoni mwa watu ambao waliweza kushuhudia mchezo huo alikuwa ni semaji la Simba Sport Club Ahmed Ali, ambaye aliweza kuzungumza maneno machache akisema kwamba baada ya kichapo cha jana hajaona timu ambayo inaweza kuwanyima kuchukua ubingwa, na timu pekee ambayo inaweza angalau kuwanyima ubingwa ni JKT Queens na sio timu nyingine. Ahmed Ali pia ameweza kuzungumzia maandalizi ya kikosi chao, kusema kwamba wiki ijayo wanaenda kuanza mazoezi, ni kwamba tu kuelekea katika ule mchezo wa CRDB Bank Federation Cup, zamani kiitwa FA. Sasa maneno ya Ahmed Ali wakati akizungumza mara baada ya mchezo huo kutamatika. Mazoezi ambapo tutaanza mazoezi kujiandaa na mechi ya kombe la shirikisho la CRDB, mchezo ambao utapigwa tarehe 27 mwezi huu wa 3 dhidi ya Bigman. Baada hapo tunataraji kuondoka muda wote kuanzia tarehe 28 ama 29 ama 30 kwa ajili ya kuelekea Misri kwenda kuwafuata wapinzani wetu Al Masry kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho.